kuna dhambi kubwa au kuna kosa kubwa ambalo watu wengi wanalifanya, ni kukata tamaa. Ukikata tamaa huwezi kufanikiwa. Mtu yeyote mwenye roho ya kukata tamaa, mwenye moyo wa kukata tamaa, kufanikiwa kwake huwa ni ngumu sana. Na roho ya kukata tamaa ndani yake ina woga ambao haujulikani unatoka wapi. Kwa hiyo ninatamani sana usiwe mtu wa kukata tamaa. Kama ni muombaji, omba. Kama ni mfungaji, funga. Kama ni mtu wa ibada, sali sana. Kwa kuwa unamwamini Mungu na unaamini Mungu anaweza kufanya, usianze kuhesabu umeomba mara ngapi, ila wewe endelea kuomba. Kama wewe ni mtoaji na unaamini katika kutoa kuna majibu yatatokea, usianze kuhesabu umetoa mara ngapi. Toa na Mungu atafanya. Usiishie njiani. Tulio wengi tunaanza vizuri, lakini umaliziaji unakuwa mbovu. Heri mwisho mwema kuliko mwanzo. Tunapoanza tunaanza vizuri, tunaanza tukiwa na shauku, tunaanza tukiwa na imani, tunaanza tukiwa na uhakika, lakini kadri ya siku zinavyoenda, uhakika unaanza kupotea. Imani inaanza kupungua, na imani inapopungua, na uhakika unapungua. Na uhakika ukipungua, matumaini yanapotea. Lazima utapotea njia. Biblia inatufundisha nini? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ninaamini Mungu atafanya, na ninavyoamini ndivyo ninavyoona, tofauti na wengine wanavyoona. Mimi naona Mungu anaenda kufanya. Watu wakitazama hawaoni njia ya mimi kufanikiwa. Lakini kwa kuwa nina imani ndani yangu, na imani inaniambia Mungu ufanye njia mahali pasipo na njia. Kwa nina uhakika hata kama njia haionekani kwa macho ya nyama, lakini itatokea na mimi nitapita. Na jambo lile lile ambalo watu walikuwa wakitazama hawaoni matokeo, ukiendelea kung'ang'ana bila kukata tamaa, majibu yanatokea. Lakini ukichoka, ukiishia njiani, huwezi kufika. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri wanakwenda Kanani, Biblia inasema walipoinua macho yao namna hii, wakaiona bahari mbele yao. Kabla hawajaikaribia, palikuwa na umbali mrefu kutoka pale mpaka kuifikia bahari. Lakini walipochomoza wakatazama macho yao mbele, wakaona bahari, wakageuka, wakamwambia Musa, umetupitisha wapi? Unatuleta wapi? Unatupitisha wapi? Musa anawaambia, sikiliza, toka tumetoka, nimewaambia hatujiongozi wenyewe. Yupo anayetuongoza, na ametoa maelekezo. Amesema kwa nguzo ya moto tutatembea usiku, kwa nguzo ya wingu tutatembea mchana, na nguzo iko mbele yetu. Hata kama kuna bahari, twendeni, tutapita. Yeye anayetupitisha njia hii anajua ni wapi tutapita. Wana wa Israeli wakainuka, wakamwambia Musa, umetuleta hapa ili tuje kufa, kwani kule hakukuwa na makaburi. Ni afadhali ungetuacha tuwatumikie wa Misri kuliko kutuleta tuje tufie hapa. Musa anasimama, anasema, sikilizeni, hakuna kukaa chini. Inuka tusonge mbele, mkauone wokovu wa Bwana. Mkauone wokovu wa Bwana. Kukata tamaa hakuleti majibu. Kukata tamaa hakuleti uponyaji. Kukata tamaa hakuleti ushindi. Kukata tamaa kunaendelea kukukandamiza kwenye maumivu. Kwenye jambo lolote unapopita, hakuna kukata tamaa. Hakuna. Haijalishi hiyo vita ni vita ya namna gani unapitia, lakini usikate tamaa. Adam, unapita hapo, ndani yako unayo imani ya kumwamini Mungu kwamba yeye ni yote katika yote. Nataka nikwambie, endelea kusonga mbele. Endelea kusonga mbele. Musa akawaambia, nyinyi songeni mbele tu. Watu wakaanza kunungunika. Wakainuka wakina Kora, wakainuka wakina Tobia, wengine wakaanza kupiga kura. Wakasema tuchague kiongozi mwingine atakaye
atakayeturudisha Misri, atakayeturudisha kule, lakini hawajakaa vizuri. Wanageuka nyuma wanakotaka kurudi, wanaona jeshi la Farao, wanaona wapanda farasi, wanaona askari, wanaona watu wanakuja, wanamwambia Musa, unaona sasa, unaona sasa, unaona ulichokifanya, imekuwaje sasa, inawezekanaje sasa? Angalia wanakuja, watatuua hawa. Musa anawaambia, nyinyi twendeni tu, mtauona wokovu wa Bwana. Na mimi nakwambia, kwenye magumu unayoyapitia, wewe twende tu, utauona wokovu wa Bwana. Hakuna kukata tamaa, hakuna kuishia njiani. Wewe twende tu, acha wakuseme, acha wakukatae, acha wakunenee mabaya. Twende mwanangu, usiishie njiani, twende. Biblia inasema wakaenda wakafika mpaka baharini. Wengine wakaanza wakasema, Musa, tuambie sasa, wanachezea maji namna hii, wanasema tuambie njia iko wapi sasa, njia iko wapi? Wakiinua macho yao, mwisho wa macho yao kuona ni maji yamejaa, mawimbi yanakuja mpaka ufukweni, yanapiga namna hii, yanawaambia hakuna njia hapa, hakuna kupita hapa. Inawezekana unaomba halafu unaona magonjwa ndio yanaongezeka. Mwanangu, hayo ni mawimbi. Katikati ya hayo mawimbi kuna njia itatokea. Katikati ya hilo jaribu kuna njia itatokea. Kuna mlango utatokea. Ninaona mlango unatokea. Sijui inaongea na nani hapa, lakini najua kuna mahali unapita, kuna mlango utatokea. Kuna majibu yatatokea. Kuna neema itatokea. Kuna ushindi utatokea. Katikati ya mateso, katikati ya kukataliwa, katikati ya magonjwa, katikati ya kusemwa, kuna mlango utatokea. Usikate tamaa. Amen. Usichoke. Ushindi wako upo. Amen. Usiwe mtu wa kuomba leo kesho umekata tamaa. Usiwe mtu wa kuomba leo kesho umekata tamaa. Umekuja kanisani wiki moja, unasema mbona sijatendewa, unasema mbona sijajibiwa. Nisikilize, Mungu ajibu unavyotaka wewe. Mungu anajibu vile anavyotaka yeye. Wakati wewe unasema mbona sijapona, kila siku kichomi, tatizo langu ni kichomi, tatizo langu ni kifua, tatizo langu ni mgongo, nimeshahudhuria maombi, nimeshatumia mafuta, nimeshatumia maji, nimeshatumia chumvi, lakini mbona sijapona? Mimi siendi tena. Nisikilize nikwambie, Mungu angalii kama wanavyoangalia. Wakati wao unahangaika na mgongo, Mungu anasema kipo chanzo kinachosababisha mgongo ume. Kabla ya kuondoa ugonjwa, lazima nishughulike na chanzo kilichosababisha ugonjwa. Maana nikiutibu ugonjwa, unaweza kutengeneza ukarudi tena. Nataka nishughulike na chanzo. Kuna watu mmeishia njiani. Wakati Mungu anashughulika na chanzo, wewe unakata tamaa. Wakati Mungu anaandaa majibu, wewe unakata tamaa. Nataka imani yako inuke. Nataka moyo wako uinuke. Kiwango cha maombi kiongezeke. Kiwango cha ibada kiongezeke. Hakuna kuchoka. Nataka nikwambie, kama kusimangu ungekuwa unakufa, basi leo tungetembea kama namba moja. Tungekuwa tumeshakonda, tumeisha. Kama kusimangwa tungekuwa tupate usingizi. Tungeshapata ukichaa kwa kukosa usingizi. Lakini wanatusema usiku tunalala. Wanatusema na bado Mungu anatuamsha. Hiyo itoshe kukuonyesha ya kwamba hakuna vita itakayodumu kwenye maisha yako. Hakuna vita itakayodumu kwenye maisha yako. Yeyote atakayeanzisha vita na wewe, mwache aendelee kuanzisha vita. Wewe songa mbele. Songa mbele. Songa mbele. Ndio baba. Achana na watu, songa mbele. Umeenda sana kanisani. Umepata kitu gani? Umepata kitu gani? Mwaka wa 3. Mbona hatuoni badiliko lolote? Hatuoni badiliko. Nisikilize, badiliko halianzi mwilini. Badiliko la watu wa Mungu linaanzia ndani. Mungu anaanza kukutengeneza ndani. Anaanza kukushonea suti ndani. Anaanza kuuponda moyo wako. Anaanza kuitengeneza roho yako. Anakutengeneza ndani. Nataka nikwambie, kilichoko ndani kikianza kumiminika nje, watu watashangaa. Watu watashangaa. Kufumba na kufumbua. Walisema hauolewi, wataona unaolewa. Kufumba na kufumbua. Walisema hutapata kazi, wataona umepata kazi. Wanaanza kuulizana, mbona imekuwa ghafla? Haijawa ghafla. Wakati mnanisema, mimi nilikuwa namuinua Bwana. Kuna tofauti anayetazama rohoni na kuna tofauti anayetazama mwilini. Anayetazama rohoni hawezi kuliona jaribu. Atamuona Mungu akimtetea kwenye majaribu. Anayetazama mwilini anaona kushindwa. Lakini wewe wa rohoni
nani unaona kushinda. Acha kutazama kama watu wanavyotazama. Amen. Acha kutazama kama watu wanavyotazama. Amina. Watu watakutazama vibaya. Yes. Lakini wewe angalia mbele. Amen. Usilione jaribu. Yes. Muone Mungu amesimama. Amen. Muone Mungu anasema na wewe. Amen. Muone Mungu anataka kutenda. Oh, yes. Musa akawaambia tusongeni mbele. Yes. Wakina Kora wananungunika. Makora analazimisha watu. Anawaambia wewe vipi? Unaenda na Musa au na wewe msaliti? Kama msaliti sema ondoka na Musa wako. Lakini sisi hapa tuna mpango wa kuendelea na Musa. Hapa mwisho wa Musa baharini pale. Yes. Tunajua pale lazima tufie pale. Lakini sisi tunatengeneza kikundi. Yes. Wale jamaa wanaokuja wakitukaribia tu tunaambia jamani msituue. Sisi tuko pamoja na ninyi. Hatuko pamoja na hawa. Nataka nikwambie kuna watu uko nao kwenye maisha yako. Unaweza ukafikiri ni wamoja. Lakini kuna wengine hawako pamoja na wewe. Lazima uwe makini sana kuangalia watu ulionao. Kuna wengine wapo karibu yako. Wanakupeleka kaburini. Wewe unafikiri unakimbia kaburi. Kumbe wanakupeleka. Shtuka mwanangu haraka sana. Nataka uongozwe na Roho, usiongozwe na watu. Jamaa ikafika mahali aliushawishi mpaka Haruni, akamshawishi mpaka Miriam ndugu yake na Musa mwenyewe. Jamaa alijaza ushawishi mzito. Lakini Musa hakumtazama. Alitazama wingu. Alimtazama Mungu mbele yake. Wingu likafika pale baharini. Likasimama namna hii. Akasema wewe bahari. Kama Mungu wangu aishivyo. Tunataka njia. Tuna safari tunaenda. Tunataka tuvuke pale. Tunataka tufike ng'ambo. Nisikilize nikwambie. Hilo linaloonekana jaribu kwako. Ndio baba. Ndani ya hilo jaribu. Kuna mtego wa Mungu. Juu ya adui yako. Come on. Ukimwelewa Mungu vizuri. Ndio baba. Hautaogopa wala hautaishia njia. Amini ninachokwambia. Amen. Farao anasema wamepita njia hii. Mimi njia hii naijua. Mbele kuna bahari, hawatavuka. Ndio. Mungu anawaambia wana wa Israeli, mkipita njia nyingine watawakuta njiani. Pitani njia hii, mbele kuna bahari. Ndio. Hivi unaelewa hiyo kanuni? Manake Mungu katikati ya bahari ana mtego. Come on. Anamtega nani? Anayemfuata mtoto wake. Na ndio maana kuna wakati nakwambia wakikusema, ndio baba, usinungunike, kanunue kuku wa kienyeji kula. Wakiinua vita na wewe usihangaike kuwajibu. Mwanangu, kanunue mchele wa 3200, pika ubwabwa kula. Waache waje, waache waje. Wengine Mungu amewaruhusu waje ili wafe wakiwa wanajiona. Mungu akawaacha waje. Farao na jeshi lake waache. Kuna mtu leo anasema hutafanikiwa. Nataka nikwambie, wakijua unafungua biashara, yeye ndio wa kwanza kuomba kazi kwako. Na yeye ndiye alikuwa wa kwanza kusema wewe hauwezi kufanikiwa. Nataka nikwambie, lipe muda jambo lako. Lazima litimie katika jina la Yesu. Kama Biblia inasema tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Hata katika hili atatutia nguvu. Tutashinda na zaidi ya kushinda.